Hiyo nimekwambia. Rudi mahali Mungu alikupatia. Mahali Mungu alikuweka na akakupatia responsibility. Na Karo, kwa nini uliachilia huyu mtoto? Muliregister kampuni? Kwa sababu akiuliwa wewe ndio utanunua jeneza peke yako. Sababu mimi naona hata anaelekea Buju. Si unajua nakupenda sana. Si unajua nakupenda sana. Siwezi taka kukuacha. Thank you. Toka kwa hawa watu. Si unawajua? Yeah. Achana na wao. Kuja tu lala njaa hapa. Kama ni chakula imekosekana, lala tu njaa. Si umewaniwa mara mbili sasa? Yeah. Yes. Ya tatu ni mahindi. Utakula mahindi. Hakuna third warning, hakuna. Hiyo mbili wamekuona. Ya tatu ni kuwekelewa mahindi. Na wameplani kukuwekelea si wiki hii, hiyo ingine. Rudi hapa. Urudi wapi? Hapa ni Mungu alikuwa amekuficha. Si ati wewe uko mzuri, ni Mungu alikuwa amefanya nini? Unificha. Shetani amekuja amekudanganya hapa, umefanya vituko. Shetani akakwambia sasa tuende. Si umepatiwa warning mbili? Asante, kaa chini. Unajua Mungu akikupatia, ndio unaona mimi nakaanga hapa. Hata mimi ningekuwa kule, ningekuwa nishamaliziwa kitambo. But there is a conversation I had with my God that I will never go back. Another conversation nilipata na Mungu, aliniambia he will never forsake me nor leave me as long as I walk with him. Hata yule mwingine tulinunulia mattress hapa, huyo muombeeni sana. Muombeeni kabisa kama mmejitolea. Unajua ile ya kujitolea, unalilia mtu mpaka una rescue mtu kutoka ndani amemezwa, ni miguu imebaki tu inaenda, mnavuruta hiyo miguu mkifanya rosary katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, mkiita Mama Mary anatura bali yako. Mungu ananiambia nikwambie, amesikia kilio chako. The problem has ended. Thank you. Bwana asifiwe. Hey Judy, umelazimishwa kushika microphone ama wewe umeshika microphone peke yako? Na nani? Na Roho Mtakatifu. Oh. Umesikiaje ukiongea? I didn't have a choice. The push, I could not avoid the push, yes. Yeah. Unajua sasa nini unafanyiwa? Ni hiko rarutiro wira. Na mundu akirutiro wira ni Ngai. Uhoye ngoro yako horera na gwitikira kurutiro wira tondu Ngai ndari mitugo miega. Wanyita. Ngai ni akugaruranagia ringi ukagwa mahiga iguru, ringi ukagwa migwa iguru, akagukurutukia kundu. Ndio karimbo ketuga ruthario rwa Catholic tuga ngururia na ndukangururia migwa-ini. Mundu ni athinekanagio ni yani ukamenwo ni andu, ukaisolate, ugatigwo ika, ugathi mucii, ugakora nginya muthuri ndarenda gukuona. Wanyita. Maundu maku makaharagana. Ngai agikurutira wira tondu he karumbo kage tuinaga tukauga niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, bondeka. Haleluya. Moyo niumbie moyo mpya. Ugikaina rwimbo tuine hamwe. Niumbie moyo
msafi, moyo wa kunyenyekea, kubondeka. Sasa that is a pledge, that's a prayer you have made, that God dismantles you. That is going to happen to you. I feel like I'm dismantled already. Father, dismantling. Na sasa hiyo una feel ni ile preparation, ni ile barua inaandikagwa, peleka hiyo gari garage. Sasa haijui itaanza kuundwa lini. Have you ever taken your car kwa insurance wale pale wanapelekanga? Inakaanga mpaka miezi 2, ijatengenezwa miezi 3, maana haijakubalishwa insurance ija approve, wengine assessors hawajafanya hii. Sasa hata hujapelekwa kwa assessors. Patia na microphone. Riu umererie tondu hari gundu Ngai arenda gukuhuthira, no riu kastada gaku karia utore ikarete rini gatingireka Ngai arute wira nawe, tondu nike handu uguo, handu hega, handu hahoreru. Nigetha uke oikare na muthuri tocio, murianagire na muthuri tocio, ti ati ndwikaga uguo. You have a good heart, but riu mwiri ni urungagwo. Riu ta ungikorwo mwiri urari wa kirori gikanta ki gitagwa atia, ni NFR kana niki, ni FFR, FFR. Riu ni acenjagia mwiri ucio akautua wa NPR, wanyita na kana gatuka karori kama karari karori ka kanta ga gukua mirigo, na riu karori karia karendekana ni ga gukua mai. Ni ura imagine mabati macio makunjitwo magatuika ma gukua mai, no bado noro norori. Nyetugo charity idurikana guka kwari na kiherehere kiingi kia kwa wairimu, ya kwa wairimu kia horerire. Yes, yes. Ajira anyandikaga ginya message cia threaten. If you are not going to treat me well, I'll walk out of the church. Nire imagine you kera mundu tadi ati if you are not going to treat kengei. Gemera who called damwendekire message, nani alikuita hapa? Si ukwende. Kwani unafikiria we have nini mjibu tu hivyo? Kwani unafikiria tuko na shortage ya watu? Sasa nilikuwa nafikiria Sunday hata kuja. Sunday nilimkuta hapa saa 12 asubuhi akiomba like never before. Bwana Yesu asifiwe sana. The problem with Christian, mnapenda kupampwa. No, mimi I was a Muslim. Nilikuwa naitwa Ibrahim Dura wa Ruinge, for your information. Na nilisoma madrasa, nikatoka madrasa nikaingizwa kwenye kikundi cha Al-Shabaab, na tukaingia kwenye training. Na mwenye alikuwa ananifundisha ni nani? Osama mwenyewe. Kutoka hapo baada ya mafundisho kule Lamu na kule Mombasa, tukapelekwa kule Somalia huko ndani. Kisha kutoka hapo nilipokuja nilipata ndege ya Gaddafi imeningoja airport, nikaenda mpaka mahali kunaitwa Benghazi. Benghazi ndio alikuwa amejenga tenti yake, tukakutana na Gaddafi mwenyewe huko. Bado nilifanya mazoezi, lakini mazungumzo ilikuwa jinsi ya kujenga misikiti katika mlima. So ndio ni qualify waone I'm trustworthy. Nilipita mitihani, na sababu ilifanya nipite mitihani kabla niingie kwa Uislamu, wakati Christopher Murugaro alisema shoot Waruinge on site na akatoa 40 million. Mnakumbuka hiyo story? Mpaka sasa hivi mnatamanianga kama ingekuwa ni siku hiyo mpata 40 million. Nilitoroka nikaenda Tanzania, kutoka Tanzania nilienda Mozambique. Huko Mozambique nilienda nikaunganika pamoja na jeshi inaitwa Renamo. Kutoka hapo nilitolewa hapo, nikatoroka bana. FBI walikuwa wananitafuta. Nikaenda Pretoria, kutoka Pretoria nikaenda Windhoek Namibia. Kutoka Windhoek Namibia nikapanda nikaenda Angola. Kutoka Angola ndio niliingia DRC Congo. Nikaingia Kisangani kule ndani. Bado tukakutana na jeshi lingine, nika train
Hapo ndio nilitrain commando. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nilikuwa nataka kuja kupindua Kibaki nikuwe president. Unanielewa? Lakini so mimi nakuanga commando, si commando wa boardroom. Nime train vizuri. So kuja kuniambia ati utatoka kesho, nitakutoa leo na mateke. Kwa sababu I'm heartless. Unaona? Nimefundishwa kukua heartless. And na kukua heartless ni, and when you are with Kristo, I'm told Jesus was also heartless. Yani principle alisema kama hufuati baba yangu na mimi hatuko pamoja na wewe. So na wakati niliokoka, all those things zote niliwacha kando. Na nilipowacha kando, I sincerely devoted myself 100% into Christ. Na nika-invest into Christ 100%. Na nika-invest with everything that God had given me. Kila kitu ambacho Mungu alinipatia. Kitu ya kwanza cha muhimu nilifanya, nilijengea hii nyumba unaona hapa ya James Maina Ng'ang'a. Kiwanja ni yangu na nyumba ni yangu. Na nikajenga, nikanunua mabati. Wale tulikuwa na hao neno, mtu wa neno wa zamani hapa, basi siku hizo ulikuwa huko. Nikinunua hiyo mabati, nikinunua hizo chuma zote, niliinvest 45 million. Because mimi nakuanga mjinga wa nikiingia mahali diaga takelimu di siangaliage nyuma na edaga sina gia reverse. Na igiaga tu kama kimujika mzima. Na nikikwambia tunatoboa, wewe usikuwe na wasiwasi. Hata nikikwambia ati tunabomoa hii ukuta na vichwa yetu tutakoka na vichwa mpaka, wewe usikuwe na wasiwasi venye itabomoka. Ile kitu uende tu ukijua hiyo kitu itafanya nini? Itabomoka. Hiyo kitu nimekwambia uende tu ukijua lazima itaenda chini. Nikakwambia sasa kama mfano tunatoka hapa tunaenda kujenga nyumba Mombasa katikati ya jangwa, ama tunaenda Garissa katikati ya jangwa. Wait, just believe me, it will happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio naonanga sinanga ile nini ile kitu ya ati huyo ni wako. Yaani ati huyu ndio wangu wa karibu. Sina kipenda roho. Kipenda roho changu ni yule ambaye tunafanya kazi, kuna mahali tunaenda. If you are supporting what I'm doing, I will support you 100%. But if you dare slightly, a fraction kadogo kujaribu kunionyesha kama unaweza kunipiga, naletanga batalion yangu yote kwako. Na kuachilia machuma na mashoka na mapanga na masilaha zote baka unajua kuna serikali. Maana mimi najua I am a government of heaven. Mimi ni serikali ya mbinguni. That is why I was brought on this earth. Because nilikaa na mama yangu nikamuuliza, wewe ukiniangalia unaona ni kama nililetwa hapa duniani nifanye nini? Yeye mwenyewe akaniambia sikuelewi. Kama mama yako akuelewi, una expect hata mtu akuelewe? Mama yako mwenye alikuzaa, mwenye na ucho no umenyaga kirema kiaku haria kiri kibadhi maki. Ndiye anajua. Kama mama yako mzazi hakuelewi, mimi mwenyewe sijielewi. Watoto wangu hawanielewi. Bwana asifiwe sana. Hata wewe usingangane kunielewa. Wewe sikiliza kile Mungu ananisaidia nikwambie. Wewe sikiliza tufanya. Na kama unaona mimi niko na Mungu na umefanya uchunguzi wako umeona niko na Mungu, nifuate tu na huyo Mungu wangu. Na usinifuate kama hauna uhakika niko na Mungu. Unanielewa? Na mimi nataka tu kukufundisha ndio muache kuingia kwenye mitego mingi. Maana mitego ambayo tumeingia kwenye mitego hiyo mingi ni kwa sababu hatuna wakati wa kutaka kuchunguza huyo mtu. Yes, anatumika. Ati wewe no raho theka kai. Yes, dratumi. Yes, ni draho theka. No draho dhironike. Understand me. Jua Mungu wangu. Ujue kama ni Mungu wa kweli ama ni Mungu wa nini. Kama huyu mtoto ametuambiaje? Yeye alifuata kitu ambacho alikuja kujua ni shetani alikuwa anafuata, lakini kwa moyo wake kabisa, from her heart, she never followed the devil.
From her heart she never followed. Hakuna siku alifuata shetani, lakini alikuwa kwa shetani kati. Alikuwa high priest ndani kwa shetani, lakini mambo yote amefanya. Nani alimuingiza? Hiyo ndio part 2 ya story nataka tuelewe. Ni nani alimuingiza? Bwana yake. Bwana yake, mpatie mic. Nitakuuliza tu maswali unanijibu tu kwa hapo. Bwana yake ndio nataka watu waelewe. Bwana yake walikuwa na yeye, kisha connection ya munabii ikakuja, naye munabii akachukua bwana ya huyu. Alipochukua bwana akakaa na yeye, na bwana akakuwa kazi ile kubwa wanafanya na nabii si ya nabere, ni ya nani? Ni ya na nyuma. Na akamwamuriria ate uketweke ate marutage na magogona muthuri waku wakuje ndio wafanyage nini? Fanya dhabihu. Marutage magogona mehamwe. Hiyo hold on that, shikilia hiyo. Akapatana na huyu mama mwenye alikuwa na both sex. Alimwambiaje? Aliambia bwana yako aje washikane ili wafanye madhabihu. Wawe makoroma kiruta magogona. Weka hiyo kando, twende kwa yule wa Mombasa. Alimwambia aende huko wafanye nini? Washikane wafanye nini? Wafanye dhabihu. Wawe wakifanya dhabihu. Toka kwa huyo twende kwa Makwele. Makwele naye alimwambia washikane amuoe wafanyange madhabihu. Shika hiyo statement from statement 1. Thank you. Kaa chini. From statement, huyu bwana ni bwana ako kila wana anahitajika. Wote wanasema tunyitane nawe turutage magogona. Akaenda kwa huyu, tunyitane nawe. Kwa hivyo he is an interested party. Yani inaitangwa si interested party. The point of contact. He is the point of contact. So there are people in our lives who are points of contact. Huyu mama si shida, yule walishikana na yeye ndio point of contact, point of interest, man of interest. Because all wanabii hao wengine wote they identified him na wakamwambia ninakutaka ukuje tuwe tukifanya dhabihu na wewe. Kwa hivyo this man alikuwa na anointing ambayo ilihitajika ni the other party ndio ikuwe complete. Kwa sababu alipotoka mbeleni kabla muachane alikuwa na lala nyuma. Ni yako hoyaga na kuthutha. Kidogo nirudi nyuma kidogo. Kuria tuthomaga riu kuria turathoma thaa ici. Wife yako ya mundu ucio wa Ngai bado amefanya naye nyuma. Amefanya na bwana yako? Yeah, nilikuwa fasting ya 21 days ya January. Riu tukihingirwo nyumba tukiingatwo. Riu kura twathire kuhoya toro ni kwa nyumbureire. Ate mutumia mwirire akome nake na thutha ndaikugia mukingo tondu ni murwaru. Mutumia ni murwaru? Akoma na thutha ndaikugia mukingo. Is point of what? Is a point of contact. There are people that will come in your life. Wataingia kwa kanisa kama hii purposely to become the point of contact na kule anafanya kazi. So this man was born a demon. Kuna watu last time niliwafundisha, kuna watu wanazaliwa na roho. Huyu mtu alizaliwa na spirit. Kama Yesu Kristo alizaliwa na nini? Na spirit. Jesus is a product of the spirit. The same, we have a product of the spirit of the devil. Kuna watoto wamezaliwa wakiwa sons of the devil. They were born. Si ati ni kukuja amekuja kufanyika. They were born. Na those people wanaweza kukua, anakuja na munapatana na munaoana. So kile kitu kitakuwa kimekuoa ni nini? It is a human being but a spirit ya kwa shetani. So progressively kila kitu mutafanya
kitakuwa kinakuelekeza, because he's a man that is the contact point. Kitakuwa yeye amekuja kukuvuta, kukupeleka ndani ya shetani. Wewe unaweza kuwa wewe ni wa Mungu, wewe ni pastor. Sasa huyu mama nikutumie, huyu mama ni amezaliwa in the spirit ya kishetani. Atakuja atafanya juu chini, tumeshikana na yeye akuwe mke wangu. So ile kazi atakuja kufanya hivi because amekuja hapa strategically for a mission, kuja kuharibu madhabahu. So ataingia, atanyenyekea akiwa the best woman. Hata kanisa mzima mtaniambia oyo niwe gweda ona rina irema gororia mwana ni agosho. Nitamkatalia, nitamshikilia. Muhikiria kwake ule morogi, mutumia morogi, mutumia wa methaiga. That only you can come only to realize who this woman was when the damage has been done. And also men, we are also there. That this man will marry you. This man will be employed in a company. Anaajiriwa kwa kampuni just to come and destroy that company. He's a spirit, not a human being. Kazi ile ametumwa ni hiyo, purposely akuje. Pia wewe kama mama unaweza kuzaa mtoto ambaye ni spirit. Umelala na mume mzuri na wewe ni mwanamke mzuri, lakini uzae mtoto ambaye ni spirit. How? Hebu simama tena. Hawa watu walikwambia huyo Makwere alilala na wewe akakuweka mimba, lakini kuna wakati ilifika wakakwambia, Makwere alipokufa spirit ikakwambia ugeuze huyo mtoto akuwe kijana. Na ni Makwere ambaye ni spirit alikuzalisha akiwa spirit, lakini ulizaa mtoto. Unanielewa sasa? Ni spirit ilala na wewe, lakini alizaa mtoto. Mtoto alifanyaje baadaye? Because mtoto ni wa spirit. Yule muganga wa huko wa ulimi wa nyoka alijua huyo mtoto amezaliwa. Wale wengine wote walijua mtoto alizaliwa. Kwa hivyo the child of the spirit anajulikana in the spirit. Kachini anajulikana. Yesu alipozaliwa hata waganga walijua kuna mtoto amezaliwa na mtoto huyo si wa kawaida, na wakaenda kutafuta huyo mtoto kule amezaliwa. Walipokuta yule mzee, ni nani walimkuta? Yule ambaye aliwaambia, aliwaficha direction, si Herode. Walienda kuulizia hiyo story, mama juzi walienda kuulizia ati hapa kumezaliwa mtoto. Kwa hivyo mtoto, kitu chochote ambacho kimezaliwa katika ulimwengu wa kiroho, pande zote mbili zina uwezo wa kujua. Pande zote mbili zina uwezo wa kujua. Na ndio unaona walianza kumvuruta, maana huyo ako na dhamana kubwa kuliko mtoto ambaye ni wa kawaida, kwa sababu ni wa kiroho na ameletwa katika ulimwengu huu kwa njia ya kiroho. Kwa hivyo katika kutoa dhabihu, mtoto huyo ana dhamana kubwa katika kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa wale ambao walitoa mimba, sasa turudi kwa wale ambao mmetoa mimba. Mwili huu ndio unaondoka. Ndio tunasema mwili urudi nini? Mavumbini. Maana huu mwili ni mavumbi, yanarudi kwenye mavumbi. Lakini roho hairudi kwenye mavumbi, maana roho ni tofauti. Ndio tunasema mnawiweke roho yake mahali pema peponi. Kwa hivyo ule mtoto ambaye ulimtoa, mwili ulibaki, lakini roho yake iliendelea kuishi. Kama yeye uliko na mtoto wa miaka 25 sasa aliye hai, na ule wa kwanza ulimutoa miaka 4 kabla huyu, sasa uko na mtoto wa miaka 29 katika ulimwengu wa kiroho. Na huyo mtoto wa kiroho katika ulimwengu wa kiroho, huyo ndio, hao ndio husumbua.
Na hao ndio wanafanyanga watoto ambao uliwazaa wakavuta bangi, wakakunywa madawa za kulevya, maana wanakuwa na challenge na huyu physical, because wangetaka kuelewa ni kwa nini wao hawakuruhusiwa wakuje duniani. So in the process ya kuuliza ni kwa nini wao hawakuruhusiwa kukuja duniani, wanainua vita, wanainukia hawa ambao uliwalete. Na ndio nakuta unasomesha mtoto mpaka form 4 mpaka university, akimaliza anaanza bangi, badala afanye kazi kinakuwa kizuzu kia mtoto. Ni wale ambao uliua, wale ambao bado they are existing in the realm, spiritual realm. Wao ndio wanavuruga mpaka ndoa yako, na hao ndio wengine wanakuja wanafanyika spiritual husbands and wives. Na wakiingia katika mwili wako wafanyike spiritual husband, wanakuzuia usiolewe na mwanamume yoyote, na ukiolewa wanazima mashini ya mzee, ama wanakukosesha tamaa ya tendo la ndoa. So unakuta unang'ang'ana na hauna reason. Mume wako akitoka akienda unasikia unataka, akirudi hautaki. Wewe mwanaume unaweza kuwa na spiritual wife, unasikia mke wako akitoka unasikia tamaa mpaka unamumiza, mpaka unampigia kapicha kaume wako. Lakini mwanamke akirudi jioni unaona ni umbo imeingia kwa nyumba, hautaki kumuona, because you are married. Kuna ndoa ilifanyika, na ikifika hapo unakuta unazuiliwa kabisa kufanya sex na mume wako ama mke wako. Ni kwa sababu kuna dawari ambayo imetolewa, walisha kununua, walishalipa mahali. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho ulinunuliwa na umetolewa nini? Mahali. Kwa hivyo hakuna mwanaume atakayeruhusiwa kukuguza. Na ndio unapata your sexual life is dead. Kuna wengine unakuta mama yako alilala na brother yake, ama alilala na baba yako. No. Mama yako alilala na brother yake na wakazaa mtoto, ama alilala na baba yake wakazaa mtoto. Huyo mtoto anakuanga nusu binadamu nusu roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana DNA zimepelekana, zimeingiana. Kwa hivyo attack, maana DNA inasaidia kuzuia. Maana ndio ulikuwa nasikia hatuko tunaruhusiwa kuoana. Watu wa kabila zetu ndio walikuwa wa kwanza kuelewa maana ya DNA. Maana tuliambiwa tusioe watu wa the same clan, tusioe watu wa the same family. Hiyo tulikuwa nayo, lakini ukiangalia kule kwa kina Jakofu hawakuwa nayo, maana alioa sisters. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi tulikuwa na hiyo system ya DNA kabla hata kukuja kwa mzungu, tulielewa athari. Lakini sasa wewe umelala na baba yako na mumezaa mtoto hiyo DNA imekuwa moja. Kama imekuwa moja, it means in the spiritual realm wewe ubinadamu hauna, kuna kitu kimeingizwa kati yako na utakuwa agenti. Kwa hivyo unakubalika virahisi kuwa an agent. Na ukikubalika, ukikuwa sasa you are become an agent, now you become a tormentor. Mahali popote utakuwa ukienda you become a tormentor. Utaingia kanisa hii na utaokoka vizuri, na hauna ubaya, na hauna jambo lolote. Yani inside you there is nothing that hauna ubaya hata kidogo. Lakini ukiingia, because you are a custodian, wewe ni store ya kubeba spirits, because you belong. So everywhere you go utakuwa unasababisha shida, wewe hata hauelewi, lakini vitu vitakuwa vikitendeka kupitia kwako, lakini hauelewi. Ndio nana mzee wa huyu mahali popote anaenda, hata akikuja hapa ukimlete hapa hata kosa mama mmoja wa kukula na huko.
Na si mama atakuwa, yani mama ndiye atamuuliza, atamwambia kuja na unikule wapi? Na huko nyuma. Because yeye ni custodian ya weapons za kutrace, kushika, ni satellite ya kushika mtu. Kwa sababu wewe na wewe kama uko na hako karoho, akikuja hapa karoho kako katakuwa uplifted, kakuwa activated, na kutoka hapo wewe utamtongoza huyu mzee na utamwambia kuja na ukule huko. Why? Umuuliza ni kwa nini? Beigogona direda torute nawe. Point hapa moja, something that is common, beigogona direda torute nawe. Ugo hapa nyuma ni kigogona. So this man yeye mwenyewe ni kigogona. Ndio unaona ma high priest, watu wakubwa mpaka malaika wanatamania kulala na yeye. You know, human being are superior to the angels. Bwana Yesu asifiwe sana. Human beings, we are superior to the angels. We don't worship the angels. They only bring messages to us. So how and what to do with the message ni wewe. Angel is not superior than you. But when you have angelic authority, angelic ministry, ama ministration ya angelic, they provide informations kulingana na malaika. Kama Gabriel is a message, is an angel of, is an angel of what? Is a messenger. What is the color of Gabriel? Is white. Bwana Yesu asifiwe sana. The color of Gabriel is white. Sasa ukitaka kujua ule na malaika anatumika ndani yako kuleta messages zako, you know what, ukiangalia kwako, enda uangalie kwako, ni marangi gani umepaka kwako, ama ni manguo gani unapenda sana. The color that you like most. Hiyo ndio inakwambia malaika huyu ndio yako ndani yako, ama ndio anakutumia. Michael. What's the color of Michael? Red. What's the color of Michael? Red. What's the color of Michael? Blue. The color of Michael is blue. It's not red. Wakolino ndio wanajua Mikaelo ni wa red. Mikaelo tu wa red. Mikaelo ni wa blue. Ndio the archangel, he is superior angel. Ndio mkubwa wa angels hawa wengine. Na sana sana anatumia color blue ama royal purple. The color of authority. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Auriel, angel Auriel, red. Ndio huyu sasa. The work of red is wisdom. Angel Auriel is the angel of wisdom. Is not the angel of war. Red si ya vita, blue ndio ya vita. Mnanielewa lakini? Na angel Raphael? Green. Angel Raphael ni green. Is a healing angel. Ndio ukienda hospitali wakati wao wanaenda kufanya theater, wanavaanga nguo gani? Because they invoke the spirit of Raphael, so that wapate ufunuo kufanya upasuaji. Doctors, they invoke spirits. Doctors are not normal. Usiseme ati wasisima si masomo. Wale wako na calling si masomo, it is a spirit in them, which is invoked by angel Raphael. Kuna angel Zedekiel. What is his color? Zedekiel? Yellow. Angel Zedekiel, his color is yellow. What is his role? What? Where? Wealth. Yes. Yellow color is color of wealth. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko ngapi hizo? Naona umeandika? Tumeziongea zaidi ya 3. Tumeongelea angel wangapi?
na nimeongea zaidi ya 5. Tumesema Michael number 1, Gabriel number 2, Auriel number 3, Raphael number 4, Zedekiel number 5. Kuna Jofiel na kuna Zedekiel. Tumesema Zedekiel na Uriel. Tumesema hiyo ingine imenipita kidogo. Tutaangalia, nitawafundisha the ministry of angels. Uliona hizo kara zote, umeziona? Nimeona ni za uongo zenye nilikuwa naona. Jo, mimi najua Michael ni red. Gabriel ni blue. Sasa venye nimesikia hapa ninaona alikuwa anaongea uongo. Hakuna kala kama iko. Hakuna kala kama hiyo because wale ni foreign angels. Yes, they are angels but they are foreign angels. Ni za hawa ndio walienda wakakuta huyu mama kwa shamba. Anaitwa nani? Eve. Na ndio walidanganya Eve. Si matunda Eve walikula. Walimupeleka na haudhudha maigoya. Wakamusikiliza, akasikiliza. Akapata ripoti mzuri, akaambiwa pelekea mzee, mwambie ripoti ndio hiyo. Mzee na yeye alipoenda akasikia ripoti ni mzuri. Immediately Mungu akakuja, akawauliza, Adam, uko wapi? Tuko uchi. Swali ya kuulizwa uko wapi na uchi zinaingiliana wapi? Maana wakati alifanya hiyo kitu ndio alikuta kumbe tunakuaga uchi. Ndio walianza kufunika wapi? Hapa. Maana hapo ndio hiyo maneno walitokea hapo. Are you getting me? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kuna kitu tumesoma. Kuna kitu mumeelewa? So you are able to know. Hata mtoto wako unaweza kujua this mtoto si mtoto wa kawaida. Maana sio lazima azaliwe na mizimu na watu wawili, wewe na bwana yako, mimi nikuoe lakini tuzae nini? Maana kuna maspiriti itakuja ilale na wewe lakini itageuza. Maana huyu aliambiwa ate mudhuri wa kule nigetha ndakamenye no warare na wewe na yeye watoe hiyo igogona ndio wabadilishe sura ifanane na ya nani? Na ya mzee. So katika ulimwengu wa kiroho kuna vitu mingi tunafanyisangwa. Kuna mambo mazito we go through but without understanding, without knowing, until such a time that you are able to know. And this kingdom iko na different kingdoms. Kama sasa sisi tukiwa kwa Mungike, it was the same but a different kingdom. Maana sisi sasa tulitawala, tulipiga watu na kushika mashamba na kunyaganya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sikuona ma angels lakini nilikuwa nafanya ile kitu nafanya, ninajiambia lakini si mimi najiambia. There is a person behind me mwenye ninaona kama ni dhamiri lakini sio dhamiri. Maana kuchinja kote kwa mbuzi nilikuwa nasikia sauti inaniambia mbuzi nilichinja. Mimi nilichinja vizuri kuliko wazee wa Kikuyu. Baka mzee mmoja kaniuliza no akufudilia wote jaboli. Nikamwambia hapana, nikujua tu. Lakini mimi najua kutoanisha mbuzi Kikuyu vizuri kuliko wazee wa Kikuyu. Mwenye alinifundisha ni nani? Sijui. Mimi ndio nilitengeneza kiapo ya Mungiki. Na nikapatia watu milioni 4 kiapo, wakakula kiapo yangu, ikawashikanisha na wakakuwa one Kenya mzima na wakakuwa brutal. Na nilikuwa na 21 years. So was it me? Was it me? It was not me. Nilikuja sasa nikadiscover it is my grandfather who reincarnated in me. Maana my grandfather ndiye alianzisha Maumau na ndiye alitengeneza kiapo ya Maumau. So my father found a body that is this body na akaingia ndani, akaoperate in me. Where mami? Excuse me. Akaingia ndani yangu na akaoperate in me na akafanya vituko Kenya mzima na Kenya ikababaika. When niliokoka huyo mtu akatolewa, huyo mzee akatolewa, nilibaki mimi. Na nilipobaki mimi nilianza kustruggle. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilianza kustruggle. Wale watu walikuwa wananifuata nikawa sasa hata siwezi kuwafikia. Maana the connector sio mimi, ni ule mzee
alikuwa ndani yangu. Wakati nilimfukuza alitoka akaenda kwa kina Mainajega. Unanielewa? Akaenda huko, maana ni spirit lazima itafute mahali pa kwenda. Ilipoenda huko wakavuko huko, naye Mungu Yesu akaingia ndani yangu. Wakati sasa nilikubali Yesu aingie, the spirit Jesus akaingia ndani wangu. Sasa from then nikaanza kuoperate kutoka kwa udogo, akiiniinua step by step, nikipanda pole pole. So it is not a wonder you are married to a ghost. It is not a wonder you married a ghost. Ni mwanamke, ni bibi mzuri mrembo, lakini ni ghost. Ni roho ambayo imekuja tu kukumaliza. Na inahitaji tu mulale tu, muigisane tu, ndio mkue kitu kimoja. Because it is an altar. The moment unalala na atakwambia hivyo, atakwambia tunaingia hapa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kuna mama aliwahi kuniambia hivyo. Nikampiga makofi kile sana, mbingi sana. Zamani, lakini si sasa. Nikamuuliza mbona hutaki na huko kwingine? Akaniambia huko ni kusafi kuliko na huko. Nikamuuliza what is the meaning of there? Akaniambia huko ni more powerful spiritually kuliko na huko mbele. Sasa hii leo ndio nimeshika. Wakati huyu alikuwa anaelezea, hiyo memory ikarudi, nikajua kumbe hata mimi nilikuwa nataka kuigizwa wapi? Sasa hata mimi maejos, ningefeel maejos. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini God has a way of protecting you. God has a way of guiding. So many of us tumekosa kuolewa ama tumekosa kuoa because of the kind of men or women ambao wako ndani yetu. Maana ndio wamekushika, wameshika ndoa yako, wameshika watoto wako, wameshika familia yako. Unakuta guka wenu ndio anatawala boma yenu. Kama sasa guka wetu, sasa siwacha guka wa wengi, huyo guka wa huko mbele mwenye alikuwa anaitwa Dora. Sasa huyo ndio alikuwa anatutawala. Maana alikuwa na mabibi 39. Sasa nikaangalia, nilifanya mahesabu, nikaangalia madugu zangu na mimi tukikombiniwa, wale wa mama tunajua tushaipitia hivi. Ni watu wanaweza kumchagua mtu mmoja kwa MCA. Kwa nini? Because the spirit that was operating in us ni ile ya guka. So guka ameruka, amekuja ameingia ndani yetu. Maana sasa hatuwezi kuoa hao mabibi wengi. Lakini anakuambia, nikiona Lilian ninaanza kumesa mate. Naambia Lilian, babe, I want you. Lilian anakubali. Kesho Lilian sitaongea na yeye, huyu anakuja. Sitaongea na yeye, huyu anakuja. Sitaongea na yeye, huyu anakuja. Hivyo unakuta nimepitia. The spirit ya guka ndio imekuja. Na when you have that spirit, it stagnates you. It complicates your life. Mali haiwezi, because ukimuuliza huyu demu, sasa mulipatana na hao watu South Africa, mume wako alienda kulala na yeye Serena, ako na pesa? Ni molekedo dali onake ewe the same. Yes, inaleta poverty. Kama sasa huyu ni kusaidia, tutasaidia, maana sasa ameondoka huko. Huyu ataweza kosa chakula mpaka ya hata mkole motarwage sharia yake. Mimi wakati niliondoka Mungiki, gari zangu zote zilichomwa, manyumba zikachomwa, kila kitu nikakua. Na niliwaambia story moja, nilikuwa nimepanga laini hapa railway station. Na ninangoja masaa ndio iishe usiku, ndio nikiona watu hapa wanakaanga hapa, wanaongoja masaa ifike ndio price ishuke chini, sichekagi. Maana mimi ambaye nilikuwa natembea na magari convoy of cars, kuna kipindi kilifika nilikosa shilingi 100. Nilikuwa nangoja matatu ziishe, yani wakati masaa za mwisho ndio nilipe 50 ya kwenda Ngong. Na ukilipa unalipa 50 ya kwenda Ngong, na kwa hivyo hauna chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. So utarudi katika ile hali yako ya uchokora ambao nilikuwa kwenda time kwa sababu nilikuwa na marafiki, una time unajua fulani na fulani saa hizi lazima wakue ba fulani.
Sasa unaenda una time, unajua hii gedhandi wameekelea kanyama huko. Time tu kiko naingia huko, naingia pale Heritage Gong. Unakuta kina Kagwana, unakuta kina Jimmy, unakuta kina nani wako huko wameekelea kanyama. Sasa wewe una invade tu. Ni ati tutikio ni to muno. Kanyama ni kaheu. Kanade tolea kanyama. Si kitu kingine. Ni lugha, unatengeneza lugha mzuri ndio ukae kwa hiyo mesa. Ukule, ugatuka. Ugadiko ukoge. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilifanya hivyo miaka 5. Nikitaimu wanaume kule wanaenda, because wakati hiyo ufalme iliondoka na vitu zao. Ufalme ikiondoka inaondokanga na vitu vao, ndio Mungu akuundie mapya. Na hiyo ndio nasema lazima uimbe hiyo wimbo, niumbie moyo ndio uumbiwe moyo kama huyo. Lazima ubodwe. Ni nyugu, ile nyugu inainuliwa juu, inatemani yote pa, kisha inagogo na nyundo mpaka inakaa uga. Bwana Yesu asifiwe sana. Inabonda mpaka inafanya nini? Inakaa uga. Kisha sasa inawekwa ndani ya maji, inakorogwa, tena inakuwa matope, tena inakaushwa, tena inawekwa ndani ya nini? Moto. Inachomeka. Sasa unaona sasa process hiyo, unachomwa. Bado tena ukienda uonekane uko na kasoro, tena utabomolewa. Tena nini? Ndio unaonaga na wabieni, hakikisha ng'ang'aneni sana. Tieni jitihada kubwa sana. Ndio usirudishwe kirasi tena. Maana kuna possibility itafika kwenye level ya kuchomeka, ipasuke tena, upasuliwe, ugogwe tena uudwe from zero. Na kuudwa from zero jarete wito niko mudhario, mundu abaga guthario. Na no abate ginya hadu hago kinya umefika sasa, umekomaa tena, ubomolewe urudi zero. Na sasa hii kupanda, hii kubomolewa na kujenga, umebomolewa na kujenga miaka 5, kumaanisha tena process yako ni miaka ingine 5. Utaimagine uwe na miaka 60 ile tugo, uwe miaka ingine sasa kubomolewa kujengwa, utakuwa na 70. Sasa utaona ginya keni gya gwikira ma plastic gitigo ko kigonyokete na thini ni gukura mathani agosho. Bwana asifiwe sana. So for you to succeed in this battle, be calm, seek God, and be taught the word of God, because it is only through the word of God that you can be set free. It is only through the word of God that you can be liberated. Sasa huyu mama wakati alikuja, nilimuombea na nikamwambia nenda ukuje, nione kama umechange. Sasa unasikia umechange? Sasa uko kabisa. Ndio unuraigwa nako huko, kana uraigwa nako mbele. Because alikuwa amengolewa. Si walikuwa wamekufunga mbele. Walikwambiaje? Okay. Mahiga mundu na mbere ndukana tamani mundu ungi tondu ni mari wiru kugo na wakwa ni ahoririo uginya thaa ici haifanyi ndagiruta asa tu ni mari wiru matingenda gutukanio ya ndugathahi igongona riao kai riu we nduri to kuhiko ya ahoririo ginya kurenia tumuhingure acha echikare ndokwenda kuikara no tondu mundu ria ti mundu ri muguthiete na mbere na guikara nake tondu ino ni nyoka ginya haha ni marengire haha akorwo ari nyoka conference ni majirie moro uti wake mwiri uyu ino ni itagotea mermaid na guku thi akorwo mermaid na cenjeirio rungu rwa iria tondu ni mamuoire makimutwara rungu rwa iria kuni kwa cenjania. Yes, ucio tondu ti mundu ri uguikara maisha mariko tondu ni ari kugaruruka kuu nyumba tondu ni muthenya mwe ni uri ukore nyoka komete hau no Ngai andeithie karathi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tiga korora na maitho matha acũthĩrĩria na ritho rĩa
Apostle kotagereka demuteithie. Nwako makia. Tio horo wa kawaida. Hapa kuna watu wengi mnapitia hiyo story. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why you need a lot of teaching. Ya hii maneno na mafundishaga. Ndio ujielewe. Ndio ukihama kutoka kwa one pastor to another pastor. Ndio uelewe. Ujue ninahama kwa nini? Kwa nini nitoke kwa Ng'ang'a niende kwa Waruige? Kwa nini nitoke kwa Waruige niende kwa Manyuro? Because it will not make any difference until you are able to understand what is the war. Vita ni gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuiunderstand tu vita ni gani, utashinda vita. Na utajielewa na utafanikiwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetosheka ya leo. Nimaihona. Sitikademo itekeria muthio muthi. Toendona ginya ni mwamaka. Si unasikia kama mfano. Where is my friend? There's a lady, my friend. Alienda. Yeye kile. Intercessor. Intercessor kwa wapi? Mwale? Alienda. Oh, ndio huyu. My friend. Tayogama mpatie microphone. Kana wika lede. Utaongelelea hapo. Usiamuke. Kamera weka padi yako, nimulike mimi. Sasa niambie. Katika maombi yako ya makasiriko, ni maombi gani ya kwanza ulifanya mtu akakufa? Mimi pasta na pigana. Angalia hiyo kamera hapa mimi kwangu. Ni mimi naongea si yule. Napigananga na wachawi. Unapigananga na wachawi? Wale wananiambianga wataniroga. Njoo kama wale waliniambiwa wataniroga na wakaandika barua. Wakapeleka huko nyumbani kwetu. Wakasema nitakufa leo tarehe 17. Leo ndio nilikuwa supposed kufa. Haya, ndio kama umekatalia kanisani kutoka kazi. Hiyo ndio maana umeshinda kwa kanisa hata utoke hata ubaduki. Mimi watu kama hao ndio napigananga nao apostle. Mpaka wanaenda. Njoo wananiambiaga wataniua. Nitawanyamazia waniue. Unawamalizia kabla wakumalizie. Njoo wananiambianga kama mmoja aliniambia utajua mimi ni Mjaruo. Mwingine akaniambia utajua mimi ni Mutiriki. Na akanibebesha nyoka. Sasa nyoka ilikuwa wapi? Ilibebeshwa wapi? Kwa bag. Kwa bag? Kwa bag yake. Kwa bag yake? Ukabeba hivi? Akajifanya tulikuwa kwa ofisi wakati huo nilikuwa kazi. Akajifanya amesahau bag yake kwa ofisi. Akaniambia Ruth, nimesahau bag yangu kwa ofisi. Enda uniletee njoo naenda kunyonyesha. Nikaenda tu nikiomba. Ukilinaye. Nikifikiria ama niache kuchukua hiyo bag. Nikasema nitaiendea. Ndiaone Mungu wangu ako na nguvu kuliko hizi nyoka zake. Nilikuja nayo kama nimeishika hivi. Sikuishika vizuri. Bagi. Njoo nilikuwa ni kama ukiweka njiwe moja kwa ngunia. Sasa hiyo bagi ilikuwa hivyo. Ilikuwa bagi kubwa na kukawa kama ni njiwe iko kwa ngunia. Sasa vile nilienda kulala usiku, ndio niliona ni nini nilikuwa nimebebeshwa. Na alikuwa ameniambia ataniua. Juu kwa ofisi kulikuwa kuna kufa watu wawili mwaka. Akaniambia unaona vile watu wanakufanga huku. Nikamwambia hata hiyo inakuanga kazi yangu yake sasa. Sasa na wewe akaniambia na mimi akaniuliza Mr. Simba alikufa na siku ngapi? Nikamwambia ni siku 2. Akaniambia na wewe ndio utakuwa next.
Nikamwambia me am covered by the blood of Jesus. Kumbe hiyo blood of Jesus ilikuwa inamfanya akasirike. Akakuja asubuhi sana ile ya kujangi. Akaniambia, Ruth, wewe umekasirisha sana. Nikamuuliza kwa nini? Juu ya hiyo damu yako. Nikamwambia sio damu yangu. Hiyo damu yangu nalinganga nayo. Nikamwambia sio damu yangu, ni damu ya Yesu. Akaniambia utaniona. Utajua mimi ni Mtiriki. Na mimi nikamwambia utajua mimi ni mtoto wa Yesu. Sasa vipi anza hivyo? So ikakuaje after that? Sasa huyo kufa. Yenda nikaandika barua. Njoo niliandimetiwa akakaa ni wiki 2. Nikaribu nikufe kweli. Nilikuwa nasikia nikipasuliwa hapa. Njoo Mr. Simba alikufa na kichwa. Na aliniambia hata Simba ni kichwa ilienda. Alikuwa anagongwa hivi, aliumwa na kichwa. Akakufa. Akakufa. Na wewe sasa kichwa tena ilikuwa inakuuma. Venye ya Simba ilikuwa inauma. Vile ya Simba ilikuwa inauma. Njoo aliniambia nitakufa kama Simba. Nikamwambia mimi siwezi kufa. Sasa uliandika will? Nilienda nikaandikia Mungu barua. Uliandikia Mungu barua? PO box? After kutoka hospitali. Nikamwandikia barua nikamwambia nafuta Christine. Katika jina la Yesu sitaki kufanya na yeye kwa ofisi moja. Nikamfuta na nikakaa hivyo. Na alifutwa? Alifutwa siku ile nilirudi kutoka hospitali. Akaenda na hakufutwa na mtu apostle. Aliona nimekuja after animation. Kukuja akakuta nimeketi reception. Aliniangalia hivi akashtuka. Yule tulikuwa tunakaa na yeye akaniuliza, "Mbona rafiki yako ameshtuka hivyo?" Nikamwambia hata mimi sijui. Sasa nikapitia huko kwa maofisi. Akaniuliza, "Ruth, leo kwa nini unisalimii?" Akaniuliza, "Umekasirika?" Nikamwambia sana. Nani amekukasirisha anione saa hii? Nikamwambia ni wewe. Sasa hakuniuliza nani uogopi mchawi? Siogopi, mimi siogopangi mchawi. Afadhali akufe. Si Biblia imetuambia do not let a witch to live. So yule ulimalizia ni mgani? Sasa yule nilimalizia ni yule naiba wangu. Naiba yako? Yule tulikuwa tunakaa na yeye ploti moja. Alinichokoza miaka mingi kama 15 years. Alikuwa anataka nini? Alikuwa ananitumia paka nyoka kwa nyumba, yani vituko tu, anaambia watoto wake wapige wangu. Na mimi juu nilikuwa nimeokoka, siku anamjibu. Sasa mpaka akawa too much. Siku moja nikaambia msichana wa kazi, juu nilijua tu akiacho ataambia msichana wa kazi kitu. Na mimi nilikuwa naambia wasichana wa kazi wamuheshimu, wasiwahi mjibu. Na hata si hatukuwa tunamjibu. Sasa nikamwambia leo ndio nitaongea na Mama Keni. Alikuwa anaitwa Mama Keni. Nikamwambia msichana wangu leo ndio nitaongea na Mama Keni, ikiwa ya kwanza na ya mwisho. Nikakuja nikakuta amechokoza msichana. Nikagonga kwake. Vile aliniona akaniambia, nimekutafuta for 15 years. Leo umejileta. Na mimi njoo huyo mama alikuwa kisirani, alikuwa anajulikana hata kwa estate. Nikaongeanga sangu kwanza, nikafungua kwangu nikaingia. Akaachwa hapo akitukanana, watu wakakuja. Kwa hivyo bado ulikuwa muoga. Watu wakakuja kujionea sinema, lakini wanashindwa wanateta na nani. Mimi nilimwambia hizo vitu unanitumianga. Unanitumianga nyoka na paka. Na kutoka leo nimesingisha kwa tumbo yako. Siwe sinakula huko na sinakunywa huko. Nikaingia kwangu. Kutoka siku hiyo. Hakuwahi toka kwa nyumba. Ziliingia kwa tumbo? Ziliingia kwa tumbo. Nyoka na paka zake. Na nikuulize. Nimewahi kukosea?
Huyu anafaa kukuja kwa board. Akae kwa board ya kanisa. Huyu ni kwa da board ya kanisa. Ashughulikie watu wengine hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. You see the power, the spiritual power. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the power of doing things. Ninaweka hizo vitu mbekuwa kinitumia, ninaziweka kwa tumbo. Ziwe zinakula huko na zinakunywa huko. Ginyane daturu one ha. Mwadhani ya gosho. Wacha tusikie ingine ya mwisho. Wewe mami, macho ine. Mpatie mic. Tuingie kwa biashara yako. Kila wakati after some few months lazima upoteze pesa zako. Na upotesangi pesa kidogo. Inakuangaje mpaka wana swap simu wanatoa pesa? Hapo sijuangi, lakini mtu anakuja tu ananiambia. Mtu unajua ama mtu hujui? Mtu sijui. Mtu hujaiona? Kama huyu amekuja akachukua 122,200 alikuwa anapita, nikaona ako na reflector ya Safaricom, ako na badge ya Safaricom. Nikamwambia hebu kuja kidogo, nataka hiyo mko na pochi la biashara. Akaniambia akaniambia nipatie simu. Nikampatia. The time nilimpatia akaniambia nisaidie na ID number. Nikampatia ID number. The time nilimpatia ID number, mimi sijui kulikuwa aje, kukaeda aje. Akachukua 122,200. 122,200. 200. The time alichukua mimi sikujua. Ulikuja kujua after how many days? Nilikuja kujua saa 6 ya usiku nikiwa kesha. The time tulikuwa tunaomba, nikaangalia simu yangu hivi. Nikaona 100 zimeenda, 15,800 zimeenda, 3405 zimeenda. Yaani nikastuka, nikajaribu kunini ikalemea kabisa. Hivyo tu. Nani aliitana? Pardon? Nani aliita huyo mtu? Ni mimi nilimuita. The time walikuwa wanapita. Sasa nataka muelewe. The spirit will cause you in kusummon. Wakati wa kunyaganywa umefika, the spirit will summon. Itakuwa ikipita, will be hovering around so that you can just do the connection. Unanielewa sasa? You just do the connection. You don't know how it happens. Ukimuuliza what happened, hajui. Lakini pesa ilienda. Unakumbuka yule mzee mwingine yule aliona tu msichana kwa Facebook na akamulaiki, na yeye akamulaiki. Alipomulaiki, msichana after 2 hours akampigia simu, akamwambia babe, niko hospitali na naliitishwa bili ya 200,000. Akamwambia ngoja kidogo. Akaenda akatoa 200,000 akamtumia. Mtu hujui, hujai muona. Tena anakaa kidogo after 3 days, anamwambia babe, niko na shida ya 300,000. Akamtumia. Akakaa siku nyingine 5, akamwambia babe, niko na shida 2.5. Na hiyo pesa siku hiyo Facebook picha ilikuja. Siku hiyo ndio pesa iliingia kwa akaunti yake, 2.5 million. Huyo mama alikula 2.5 million zote. Mzee mpaka hardware hakununua. Na alikuwa anaitwa babe. Na au miliogo tamuthika showe. Ona gotire kedo na gotire. Dishon wa kuligithia. Atia. How now? Tunona na muhiki. Ona ndunage kiuga atiriri tulienda na yeye out ama tulienda mahali. Hakuna. Sasa huyu unaona ni mtu alikuwa anapita. Lakini zile mapepo zina hover around you. Ndizo zinakuconnect na yeye immediately. Anakuita, unamuita, akikuja connection, because mind ya kuiba na alikuwa mtu wa pochi na hakuwa anakuja kwako, ilitoka wapi? Wewe ndio uko na hiyo spirit, ndio ina lead pesa zako ziende. Unanielewa sasa? Yule mwenye uliita ni mwizi, lakini connection ilitoka kwako, maana wewe ndio uko na hiyo spirit, wewe ndio a connecting factor. So you need to deal with that. Huyu na yeye huyu si mtu, huyu ni mtu, ni muganga inside her.
ni mwokovu, lakini inside ya ni muganga, wale waganga wachawi. Apostle, niko na swali. Niuliza tu swali. Kwani watu wote wanataka kunikon, wanakuja kwangu? For example, kuna mwingine 156,000 alikuja akanitisha material, akaniambia by saa 1 nitakuwa nimesha kupatia pesa za kwa bosi akiniwekea. Alienda na 156,000 zangu. Mwingine bado ni wa church kabisa, akakuja akaniambia, "Joy, najua wewe unajua Mungu na unakuanga na huruma. Instead hii kazi nipotelee. Siwacha tu unipee vitu za 30,000." Nimpatia vitu za 30,000. Mwingine akakuja wa 12,000. Nikampatia tu hivyo. Yaani ninashindwa, yani saa zile pesa zinakuja wanajua. Spirit yenye iko ndani yako ndio ina activate. Umeona? Sasa hii nimeachwa nikiwa maskini, sina do. Una do. Hata kazi yangu kiiona uwezi titamani. Utakuwa na do. Amen. Asante. Amen. Mungu atakubariki. Amen. Mami, patia mama yangu hapa. Twarie kana tutige? No twarie. Sasa huyu mama, bwana yako huyu kule amezaliwa akiwa muganga, akiwa na hizi bogo. Ni kweli? Naye bwana yako pia alikuwa muganga. So watoto wale mumezaa na wao wamekuwa kifanyaje? Tuseme hata first born alikuwa na hizo 5. Shika, weka karibu. First born wako wewe ulizaliwa na 3. Mimi sijui kama nilizaliwa nayo, lakini uliambiwa. Sikuambiwa, lakini mimi tuseme niligojeka nikakosa kutembea. Ulikosa miaka tuseme kama miaka 5 bila kutembea. Uko kwa wheelchair? Sio kwa wheelchair, najua ni mtoto tu ni. Kwa hivyo shule ule amesema mama. Uko nikatibiwa nani? Weka microphone karibu na mdomo. Nikaanza kutembea. Kwa hivyo sasa nikaendelea hivyo. Na tuseme kwa baba yangu walikuwa na hiyo uganga. Kwa baba yako? Sasa wakati ulizaa mtoto, ulizaa mtoto akiwa na nini? Huyo mtoto? Mtoto yake ni tu ilikuwa tu kwa mkono tu. Uliziona ndizo hizi? Alikuwa anasema kwa sababu alikuwa na tuseme dhudo 5. Dhudo 5. Alikuwa anasema hiyo ni bogo. Ni bogo. Alikuwa anaongea hata hii mambo ya Ukikuyu. Nilianza kusikia naye akisema, na akikwambia kitu itafanyika tu. Na inafanyika. Leta hiyo microphone. Patia wafade hapa. Wafade. Ulikaa kwenye wheelchair miaka gapi? Miaka 2, 2018 2019. Ni nini ilisababisha ukae kwenye wheelchair? Niligojeka tu. Hivyo tu? Yes, lakini niliota. Uliota aje? Niliota nikiwa kwa mto kubwa. Kubwa sana. Mto. Ilikuwa kubwa sana. Ikakuonyesha nini? Tulitoka kwa hiyo maji. Lakini vile nilitoka nikakuta I'm not wet. Huo sio wet. Siko dry. Kashindo hiyo mto. Kwani ilikuwa mto aina gani yenye si maji kushiki? Nasema acha nipiduke niangalie. Kupiduka kuangalia nikasikia sauti ikiniambia ulikuwa umalizwe na hiyo. Sasa ndio nikatoka kwa hiyo dream. Sasa ndio nilijikuta nimegojeka. Kutoka kwa dream ukakuta? Sasa nikakuta roho imepiga, nimestuka sana. Sasa nikajikuta nimegojeka. Sikuwa mgonjwa. Hiyo tu ndoto niliota. Ndoto tu? Unaona anaota ndoto peke yake. Na kutoka hapo anakalia wheelchair 2 years. Those are what we call the spiritual forces ambazo zinafanyikia binadamu. Na for you to succeed any field, iwe ni hapa kanisani, iwe ni kwako kwa familia,
iwe ni mahali popote, hata kazini, you need to raise altars. Na ndio nawaambia, inueni madhabahu, inua madhabahu katika maisha yako, maana this thing is real, life is spiritual. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tu kwa miguu yetu. Kabla mjasimama, hebu kaeni chini, kuna nataka kuongea na watu hapa. Kaeni tu chini dakika moja. Nataka kubariki watu na mkate. Mkate. Mganga, kuja. Mwekee hapa, ndio achukue kwenye hii madhabahu. Ndio hiyo uganga natuleteaga hapa, imumalize. Weka hapa. Chap. Weka mikate hapa. Mulibakishia ya wazee kesho? Okay. Chukua moja hapo. Shosho. Chukua. Ukawe oyere. Nirahonia andu ino. Mundu ukugeria gukoroga na tukumwikira kindu kiwa koroga nakyo gikare ku thiini. Oya. Ni waje kuorota rotaga guko. Waje wetera andu. Oka waya mugate. Oka waya mugate we. Gona yora nada haha gona kila mugate. Lydia. Urenda mugate? Kihe kire gyako. Kioyera mugate. Oya mugate we. Urahoya ginya na maguru. Reka ginya maguru ugu. We awa, ukawaye mugate. Atawate. Mutahi. Bamase. Kawaye mugate. Ero. Uko na chakula leo? Chukua. Nani yako na mtoto? Mtu wako na mtoto? Inua mkono. Ako na mtoto hapa saa hii. Inua mkono. Mpelekee yule mkate. Chukua moja hapa. Lakini Masai wanakulanga mkate? Haya. Si akuje, si umkujie. Mtoto mwingine? Mtoto mwenye yako hapa. Mtoto mwenye yako hapa. Ako wapi? Si aletwe. Unajua gako kaka nika kama mudomo kwa kanika liko. Niko. Nyina. Niko. Nika kababura. Nako kama nika nyisi alirwo na bogoka. Kalete. Aka nika mudomo. Oka, kuja hapa. Tuone, yakalekione. Ni mathekaga kuja hapa. Kuja. Bas, kuja. Shika, stadi, kuja tuende. Na ginya hono kio muthi. Na kizima uokoke. Chukua. Beba. Mtoto Mugikuyu. Kujeni, watoto kujeni. Nitia watoto wako nyuma. Yaani kilio kinaisha. Mko wangapi? Chukua moja hapa.
Chukua moja. Chukua moja. 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 Thank you. Huyu si mtoto wako hapo? Ama ni mama? Ni katoto? Kamechukua? Ako kengine hata kamenyamaza. Si unaona? Kumaliza ugaga unamaliza na kitu kubwa. Unamaliza tu mos pole pole. Josephine hata wamechukua. Hebu niangalieni kwa huruma. Dada ina maidha mada. Nani yako na bibi yake hapa? Simama, mwenye yako na bibi. Kai, arume yake zote masingo. Hiyo ni hatari. Patia mutolere mugate. Nigetha tuge na atumia. Tuhoyere mundu wa Ngai. Tuhoyere. Ni ungihota kunjigirira moko. Nidirabatara ndeto ino. Just pray for me. I really need. I'm missing this life. Na imagine uko daika. Ni ukwenda mugate. Kuja. Huyu. Nyinyi wawili. Mogeke na afande. Wachukue. Imebaki sini good. Imeisha. Ni ukwenda kama mugate. David. Chukweni hiyo. Simpigie afande makofi. Ni vizuri ni kujitetea. Ni kwihakanirira ni undu wa rucio. Ngai amurathime na may God be with you. Sasa leteni sadaka. Muende nyumbani. Si mmefurahi sasa? Si mmesikia kufunguliwa? Na niki ungenda tuguteithie nakio. #77 #77 7#. Hiyo ni namba yao. #77 #77 7#. Niyo makonekta nayo thimu-inĩ yake. Niyo ya ngoma. Ingĩenda kwaria nao na thimũ niyo manjĩtaga nayo. Magwĩtaga na #77 7# Mother. Uzina wako na namba yao ya simu. Ungenda tuguteithie te. Uhoro wa muturire. Ningĩ ndundu ndĩkaga. Niki ungenda gwĩka. Thiwecirie Wednesday ugoka. Niguo tuguteithie. Thank you. Asante sana. Simpigie Yesu makofi baba. Sasa umesikia kiwaru kwa sababu mnasikia tutamsaidia. Si hata wewe uende huko kuja tukusaidie. Leteni, muinoke rĩu. Maporehe mbeca. Tuma. Wejetereire rehe. Ngai akurathime. Na mkumbuke leo lazima mununue chai. Ndimutirega kugurira chai. Ngai akurathime. Gĩa mũthenya mwega. Gĩa kĩrathimo kĩa magegania. Gĩa kuohokerwo ni mũtũrĩre waku. Gĩa Ngai akurathime. Mungu wa mbinguni akukumbuke. Na uchawi aina yote, uganga, urogi, mapepo aina yote isambaratike kutoka kwa maisha yako. Mungu akufungulie njia zako. Upate kibali cha ajabu. Asante sana. Upate kibali cha ajabu. Na usirudi sasa kuwaua. Wacha sasa tu upate kazi ipatikane. Kazi ipatikane. Wale walifunga kazi zako, wale walifunga maisha yako na wakasambaratike. Nguvu zote za giza katika maisha yako zikasambaratike. Walio kunenea uovu, walio kunenea kuanguka, walio kunenea maovu, na Yesu wote wakashindwe katika jina la Yesu Kristo. May the authority of God be a blessing to you. Bahasha kwa yake kujaba hashati.
May God bless you. Tusimame kwa miguu yetu. Yesu nakushukuru, wengine sijui, ila mimi Bwana ninajua ungenitendea. Bwana nimerudi tena, Yesu nakushukuru, wengine sijui, ila mimi Jesus name. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.